Okay, nataka niongee na kijana, aidha ni baba ni mama, ambaye kuna tabia fulani au dhambi fulani ambazo unazipitia na zimekuwa ni changamoto kuweza kuziacha. Sasa imekuwa ni tabia kwa baadhi ya watu kwamba anahisi kwamba aendelee tu kufanya na ipo siku tu neema maalum itakuja kumvuta na kumtoa, bila kufanya maamuzi ya dhati ya kudhamiria kuweza kuziacha hizo dhambi. Ni lazima ufikie hatua utambue kwamba Mungu anapenda sana yale maamuzi ya mtu ya binafsi. Ndio maana kusoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya 1 mstari wa 8 anasema, lakini Danieli akadhamiria kwamba hatojitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Manake ni lazima udhamirie kutokea ndani. Usiende na miemko ya watu wengine, marafiki zako, sijui sasa hivi unajua vijana, dhambi hizi jamani kuziacha, hata Daudi mwenyewe pia alizini. Unakuta mtu anatumia Biblia kujidefendi kwenye dhambi fulani, kwamba tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe. So ukianza kujidefendi kupitia aidha maandiko au kupitia watu wengine ambao unawaona, ukumbuke kwamba ndio umejizika mwenyewe, kwa sababu hakuna mtu aliyekuja na mtu duniani. Utawajibishwa na maisha yako binafsi. Hakuna mtu ambaye amekuja kuishi maisha ya mtu mwingine. Ndio maana makaburi yote huwa ni single, hakuna kaburi la double. Kwa hiyo manake utatoka hapa duniani na utaenda kuwa answerable, utaenda kujijibia kile ambacho umekiishi huko duniani. So ni muhimu kujitofautisha. Ukisoma kitabu cha Ayubu sura ya 1 na mstari wa 1 anasema, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi. Sio watu, mtu. Manake Mungu anapodili na watu huwa hadili na kundi, anadili na mtu mmoja binafsi. So ni lazima ujitambue kwamba katika nchi ya Tanzania, katika kijiji changu, katika ukoo wangu, nipo mimi peke yangu. Ukitaka kuwa mkuu, lazima ufanye maamuzi ya kujiona kwamba uko peke yako duniani. Hauko na watu wengine, uko wewe peke yako. Kitabu cha Zaburi sura ya 16 mstari wa 3 anasema, watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, na hao ndio ninaopendezwa nao. Manake utakatifu unauishi ukiwa hai, sio unasubiri ufe ndo utangaze kuwa mtakatifu. Maandiko anasema mtu ameandikiwa kufa mara moja, na baada ya kifo ni hukumu. Baada ya kifo hakuna majadiliano. Baada ya kifo hakuna kuombewa sijui misa sijui nini. Baada ya kifo ni hukumu, na hukumiwa kulingana na matendo yako. Kuna kitu cha kujifunza kwa yule mwana mpotevu. Alipogundua kwamba anaishi maisha yasiyokuwa ya kwake, akazingatia ndani yake, akasema, nitarudi kwa baba, nitaenda kumwambia baba yangu nimekosa mbele za mbingu na mbele zako, sistahili tena kuitwa mwanao, nifanye kuwa moja ya watumwa wako. Na hayo maamuzi ndio yaliyoamua hatima ya maisha ya yule kijana. Kwa hiyo unaweza kuamua hapo ulipo muda huu kwamba kuanzia leo nimechoka na hii hali, omba neema yako Mungu inisaidie nivushe katika hii changamoto. Inawezekana kabisa ukaishi bila dhambi. Inawezekana kabisa ukaishi maisha matakatifu. Mwanamke mmoja ambaye alikuwa ameletwa kwa Yesu alikuwa ni mzinzi. Wale watu waliokuwa wamemleta walidhamiria kutoka kwa Yesu kwamba atatoa amri apigwe mawe na afe, lakini Yesu alivyokuwa na huruma alitengeneza mazingira ya yule mama kusamehewa. Sasa baada ya wao kuondoka, Yesu hakumwambia yule mwanamke kwamba nenda uangalie labda ujitahidi ubalansi na nini. No, alimwambia nenda zako, usitende dhambi tena. Manake ukinusulika unatakiwa ubadilike. Kwa kama wewe ni kijana ambaye unatamani upate vitabu vitakavyokubadilisha, nitafute WhatsApp kwa namba unayoiona, nami nitakutumia vitabu, nitakuunganisha kwenye magrupu yangu. Kama unahitaji malezi, utaingizwa katika mentorship program ili uweze kutengenezwa na kuwa mtu ambaye utaifaa dunia yako. Mwisho kabisa, msimamo wetu bado ni ule ule kwamba zinaa haitatajwa kwangu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mpaka wakati mwingine, shalom, shalom.